Sijui kwa nini nikanadhifishwa hivi. Nilipokuja hapa nilikuwa na kabuti yangu ya kule kazini, nikatolewa ile nikaambiwa oga kisha uvae sare ya rangi nyeupe. Yeah. Kisha nimeona umeosha viazi pale. Usafi mwingi wa nini huu? Usafi ni muhimu. Juu kama wewe si msafi, hiyo uchafu itaingia bado kwa chakula. Kama hujanawa mikono na maybe ulikuwa umesalimia watu nje, hiyo uchafu itaingia kwa chakula. So ni muhimu kuosha mikono, afu na uvae kabuti safi na ufunike nywele. Juu hiyo nywele inaweza ingia kwa hiyo unga. Kwa chakula. Kwa chakula. Na ni chakula cha binadamu, sio chakula cha mifugo. Lazima kiangaliwe na hali ya juu. Lazima kiangaliwe vizuri. Na sasa tunapokuja hapa nimeona kwamba tumepitia zile hatua zote. Kwa nini tunatumia mashini za nguvu hivi? Mimi naziona na shangaa na nauliza, hii ni ngwashi kweli hii? Sana tunazipelekaga nje kwa solar dry. Kuna solar dry nje lakini saa hii it is not functioning. So tunatumia hii. Hapa ikiwepo inakaa masaa kama 8, ndio ina attain a moisture content of less than 13%. Hiyo itazuia molds kugrow. Ile inakosa aflatoxins. Ukizisikia huko nje vile zinakuanga mbaya. Tumesikia aflatoxin na najua ya kwamba kuna bidhaa ambazo zimekuwa zikiambiwa na hatutaki kitu ambacho kitaenda kudhuru wanadamu kule nje. Kisha tunapotoka hapa sijui unga nitaipata wapi, na mimi nataka unga sababu najua nikipata unga na karibia mkate pale. Unapatikana wapi? Unga sasa unajua hii lazima ikauke ndio tupate. Kwa hivyo tuipe muda. Sasa lazima ipewe muda ikauke. Masaa 8. Haya, kwa hivyo tutafanya kazi na ile unga ambayo ulikuwa umesiaga. Na nataka tuende kwa zile bidhaa. Sijui tamaa yangu na hamu yangu njaa ama ni nini. Nataka tukimbie kule sababu kule ndiko mambo yote. Hebu tukimbie kule. Nimekaribishwa hapa? Karibu. Meanza harufu inayonivutia kumbe ni hapa? Ni hapa. Hapo ndo donuts. Hapa zinaitwa donuts. Sasa nataka nifahamu hizi donuts ni za nini? Hizo ziko na viazi vitamu. Vile viazi ambavyo tumetoka navyo shambani. Vimepitia hizo hatua zote vikaletwa huku. Vikaletwa hapa. Hizo donuts inapikwa lazima ikuwe golden kama hii hapa. Yaani sema kuna donuts kaja. Kuna donuts, alafu kuna mikate hapa. Kuna donuts. Kuna mikate hapa. Hii ni ya 200 grams. Hii ni ya 400 grams. Hiyo ni yenye iko packaged. Mikate ni ya 200 grams, alafu kuna hata ya 400 grams. Mimi hata kabla tuende kwa hiyo, kuna utamu uko hapa. Sijui ni utamu wa nini? Ni kile kiazi kitamu? Kuna viazi vitamu, alafu kuna ndimu na vitu zingine zimechanganywa. Ndio ikuwe na hiyo ladha. Kuna yule mtu ambaye anatazama nyumbani, mate anamdondoka tu. Lakini hajui ni nini anachokosa kama hajakula hii donut ama huu mkate ambao umetengenezwa hapa. Ni nini kile, hebu tumkumbushe kwa haraka haraka sababu unaona manager ananingoja pale na mkate mwingine ambao ameniambia nitapeleka nyumbani. Sawa. Huu mkate uko na madini ya vitamin A ambayo ni muhimu kwa mwili. Sana sana hata kwa watoto wadogo ndio waweze kukua vyema. Ndio maana tunaambia watu wakule huu mkate sababu ni muhimu. Kwa hivyo tunapoenda pale dukani tukiambiwa ya kwamba tusikule tu mkate ama tukule unga, tukule fortified. Nyinyi mnafanya ile process ya kufortify, ya kuongeza madini. Kwa hivyo tunashughulikia lishe bora na zaidi tunashughulikia wakulima. Naona manager naye amekuja hapa ameniletea mkate mwingine. Leo nazawadiwa. Nala pale jikoni na kisha nakuja hapa. Msimamizi? Yes. Ndiye huyu hapa. Kula hizi 5. Tujaonana. Umenizawadi hii pia? Hii nakusawadi. Leo sasa hii watu wa kwenu wakule pia ndio wakule orange fresh sweet potatoes. Orange fresh sweet potatoes. Orange fresh. Yeah. Hebu tuelezeni nini hiyo inamaanisha nini? Orange fresh sweet potatoes ni variety ya kiazi kitamu ambayo iko na very rich in nutrients especially vitamin A. Kwa hivyo tuna incorporate hiyo kiazi kwa unga ya kumbake, tunatengeneza mkate. Mtu akikula mkate asikule tu unga ya ngano, anakula unga ya ngano na kiazi kitamu. Hii imekuwa ni siku yangu na nimefurahi kweli. Mimi palipo chakula na furahi zaidi. Na zaidi nataka tueleze yule mkulima ambaye yuko kule nyumbani, maeneo ya Yembe kule ambapo ni maeneo kamu. Hebu tukumbushe nyinyi mnafanya nini kusensitize the community na kuinua ile hali ya ile jamii iko kule nje.
Kwanza kabisa huwa tumeungana na county government ama serikali ya county. Hao ndio wametupea extensive officers wa kwenda kutrain wakulima wetu kuhusu umuhimu wa kupanda hizi viazi vitamu. Kwanza tunawahimiza wazipande ndio watu wakule vizuri hiyo vitamin A. Alafu hao ndio wanawafunza vile watapanda na pia wanawapea mbegu za kupanda viazi vitamu. Bwana manager, kuna swali ambalo nimekuwa nikijiuliza. Hii viazi ama hii bidhaa ni ya watu wa Meru peke yake? Kwa nini mna uchoyo huu? Kwa nini Nyeri tusiende tufanye hivi? Vile tunataka kufanya, tunataka kuextend up to national mpaka tufikie kila Mkenya hapa. Lakini kwanza sababu project imeanza hapa Meru, tunataka wa Meru kwanza washibe, alafu sasa ndio charity begins at Meru. Ni ukweli hapo. Ni ukweli hapo. Tumeanza charity na tuende beyond the boundaries, kila Mkenya akule waza mkate wa sweet potato. Sijui wito wako kwa county governments, mashirika sio ya kiserikali, vile vile hata vikundi vya vijana. Wakija hapa mtawafunza mambo kama haya ama mtawaambia kwanza nyinyi kaeni kule tushibe sisi wenyewe? Ningewahimiza pia wajiunge na sisi waanze kupanda hivi viazi, na tumepokea wageni kutoka Migori County. Kutoka Migori County wamekuja kuona vile tulianza huu mradi, wakafurahia sana, na pia wao wanaanza huko kama huu tu huko kwao Migori County. Na nina swali ambalo sitaki manager kukumuuliza hapa sababu najua sisi waume mambo ya upishi twajua, yani tu ni profession. Nataka kumuuliza Makena, unapokuwa unapika na unga huu, sijui wewe experience yako ni ipi ukilinganisha na unga ingine, ukilinganisha na ile bidhaa unatoa, na ukilinganisha na hata soko, huu mkate unakubalika ama hii bidhaa inakubalika? Hii bidhaa inakubalika sana na watu wanaipenda. Alafu kwa kutumia unga wa ngano lazima pia tuchanganye hapa kiasi kidogo kwa sababu ya kuna ile protein tunaita gluten yenye iko kwa wheat flour, na lazima iweke ndio tutengeneze mkate. So lazima tunachanganya ndio tengeneze mkate. Hiyo gluten sijaelewa sana lakini ninachoelewa ni kwamba kazi unayofanya ni ya faida, na faida na kwa jamii nzima, na faida hata kwa watu nyumbani. Sijui watu nyumbani najua hutawapa hii. Hebu wape salamu sababu naona manager ako na hamu ya kutuaga ili tukale huu mkate. Mimi tayari hata sijamaliza yangu. Nyumbani wasalimie kwa Kemero ama kwa ile lugha ambayo wataelewa, waambie kazi unayofanya ni ya furaha. Yaani Kemero. Ngukethia mom na dad Barinja, my sisters wakiwa Thika, mwingine ako Kamulu, my brothers wakiwa Nairobi, mwingine ako Laikipia County, wote na wasalimia. Yaani ulitoka Kamulu ukakunja huku Meru kufanya hii maneno. Tunashukuru sana. Bwana manager, tufunge na tuambie, tuwahimize vijana wakumbatie hii ama tuendelee kule kwa bodaboda ama tuendelee kutafuta kazi Nairobi? Kwanza ningemalizia na kusema na kuhimiza watu wa tafuta mkate wa sweet potato mahali popote kwenye wako kwa maduka, kwa supermarkets, tunaingia kwa supermarkets na waukule sababu ni wa umuhimu sana kwa kujenga miili yao. Sana sana wale watoto wadogo tuwapee donuts, na hata vijana na kila mtu, kwa sababu mahali nimeenda kuuza wanaupokea kwa uzuri, na wakikula tu wakionja hivi wanasema ni tamu sana, ulete kesho na kesho kutwa. Kwa hivyo hata mahali hatujafika tunawahimiza ya kwamba watupigie simu ndio waweze kufikiwa na hii mkate yetu ya orange fresh sweet potato. Na ni mkate mzuri sana. Asante sana. Na nitawaleta na nitawapa hata namba waje hapa wachukue orders za mkate na utawafikia hata Kamuru, si ndio umesema? Na hata Kayole na hata Kilelesho tutafikiwa na ule mkate. Asante sana. Nawe muroreri wakwa nie uyu ni waku. Uyu naguo ndware gwakwa. Uyu naguo ri endukire wakwa. Ni Njita Muciri FM uriaga wega biũ kuria athie kurutira wira. Tucemanie kiumia kingi tabarĩra-inĩ o ya Kayũ ka mũrĩmi, tondu gũkũ tugaga kũrĩma kaĩ nĩ kwĩenda na tugicoka tukiuga kũrĩma to kuoya icembe. Kinya hĩndĩ ĩngĩ